Yes, bana mwanamichezo popote pale ulipo, hapa ni sehemu ambapo tunakutania kwa ajili ya michezo pamoja na burudani. Mbele yako ni Shabani. Shabani, habari yako bwana? Habari nzuri, nashukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama, Alhamis tulivu. Kila jambo limeenda vizuri, nashukuru Mungu. Bwana Shabani, mojawapo ya kitu ambacho kina trendi ni video yako ya jana ukisema kwamba gari la Simba tayari limekwisha kusimama na kuanza mashambulizi, lakini wengi wanasema kwamba unajipimaje kwa timu dhaifu kama KMC ambayo inashika mkia kwenye ligi? Hamna timu dhaifu kwenye ligi, yaani ujue watu waga wajuaji maana ya mpira. Timu yote inayocheza ligi kuu Tanzania bara ni bora, ila unaendaje ili mradi mfunge yule mtu, hiyo ni mipango mingine, sababu hata KMC kajipanga. Tena mimi naweza kusema KMC kajipanga kuliko timu zingine, lakini labda saa nyingine mipango yao na mbinu zao nazo zinakuja zinawafelisha. Sasa ukisema dhaifu, kwani KMC pale alipoenda akachukuliwa tukawekwa au kwenye ligi ndio kwa akapanda? KMC si tuko naye mwaka sio ngapi? Sasa leo unaposema dhaifu, mimi nadhani hayo ni maneno ya kushindwa. KMC kuna mtu kamfunga, alomfunga naye dhaifu, na alomfunga saa nyingine yuko juu kushinda yeye KMC alokuwa chini. Kuna watu hawazungumzaji mambo ya mpira. Jana Simba wameshinda goli 2 bila, wameongeza point, wana point 19. Hayo ya mambo ya timu dhaifu au hayo tuachie hao wenyewe ambao wanajua kuzungumzia mpira, ila Simba jana wameshinda bana. Shabani, leo kwenye press ya Simba Sports Club iliongozwa na semaji la CAF anasema kwamba kikosi hichi kinaandaliwa kwa ajili ya mashindano ya CAF Champions League msimu ujao. Unahisi je, kikosi hichi kweli kinaweza kukompiti na timu zingine watakapokutana msimu ujao? Kuna wachezaji wengi wapya ambao wameingia. Nadhani dirisha dogo tumeingiza wachezaji 7, lakini tumeleta mwalimu mpya. Nadhani kama kweli tunataka mafanikio, lazima tutengeneze mikakati kuanzia chini, na hata mafanikio tuliopata kwa miaka ambayo Simba tumefanya vizuri kuingia katika baadhi ya hatua mzuri, nadhani tulianzia chini. Kwa hiyo kama na wao wenyewe wameliona hilo, waanze maandalizi ya msimu unaokuja, ni sawa. Na hata msimu huo unaikuja watu wanajua ni mbali, sio mbali, kwa sababu ligi zetu zinaisha mwezi wa 8 wa 9. Zinapoanza ligi baadaye anakuja mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo inawezekana mwanzoni mwa mwaka unaofuata au mwishoni mwa mwaka huu mashindano hayo ya kimataifa yakachezwa. Kwa hiyo kama wamegundua hilo, watengeneze mikakati mapema. Mimi niwapongeze, niwaambie wanafanya jambo jema, kwa sababu hata kilichotuangusha kwenye mashindano haya sasa hivi hatukutengeneza misingi mwanzo. Tumekuwa na maneno mengi, watu wanaongea, mara kiongozi huyu kasema hivi, mara ile kasema hivi, mwisho wa siku tumepoteza mwelekeo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa mikakati ambayo wanatengeneza na wanasema kwamba wanatengeneza timu ya msimu ujao. Sasa hivi kilichobaki tupambane kwenye ligi, tuhakikishe tunapata nafasi nzuri, then tupate nafasi ya kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa, na nina imani timu ile vijana wakizoeana vizuri na mwalimu mpya, mashindano mengine tutafanya vizuri, haina shida. Unahisi huo muungano utakuwa umekamilika kabla ya kufika tarehe 1 dhidi ya wapinzani wetu? Sisi hatuangalii mechi ya tarehe 1, tunaangalia mechi zote tunazozicheza. Ndio maana hata KMC nadhani nilizungumza, ni timu ambayo imepoteza mechi nyingi, lakini sio timu ambayo ya kinyonge, kwa sababu tarehe yenyewe kwenye ligi. Na jana kila mtu kaona mechi za Simba hakuna mechi nyepesi, kwa sababu hatutegemei kufanya mipango na timu pinzani. Tunachotegemea alofanya mazoezi vizuri, alokuwa fiti, na ndio tunacheza naye. Kwa hiyo hata timu tunazocheza nazo, angalia mechi ya KMC. KMC wangekuwa wanapambana kama walipopambana na Simba jana, wasingepoteza mechi zao zingine. Lakini angalia jana KMC, waona kabisa kuna kitu anataka. Na niwaambie waongeze nguvu kwenye mechi zote ili waweze kuiongopoa, kwa sababu hata KMC inapofungwa, hata mimi roho yangu inaniuma. Ni timu ambayo iko kwenye manispaa mimi ambayo nipo Kinondoni. Kwa hiyo inapokuwepo timu kwenye manispaa yetu, na mimi roho yangu inaridhika. Sasa wasiwe wametoa majasho na manguvu mengi jana, na wametumia spidi nyingi na akili nyingi, na nimesikia juzi mpaka kuna watu wetu wa stadi wa Simba wameenda kufanyiwa mambo ya ajabu, kwamba wamekamatwa, wengine wamepelekwa kwenye vituo vidogo vya polisi bila utaratibu, wakati utaratibu wa watu kuwepo pale uwanjani ni kitu cha kawaida, lakini wamekamatwa, wamepelekwa. Yale yote sio mambo sahihi. Kinachotakiwa, mpira unachezwa dakika 90. Imani za watu wengine ni mradi hawavunji amani ya nchi. Kwa nini watu mwakamate mwende kuatia kwenye madifenda, mnawapeleka kwenye maeneo ya vituo vidogo bila sababu za msingi? Kwa hiyo mimi niseme KMC jana walitumia nguvu nyingi, na nyuma yao kulikuwa kuna watu waliwatuma.
wawaambie waliowatuma wawatume na kwenye mechi zingine, wahakikishe wanapata pointi 3. Sasa sio wanawatuma kwenye mechi ya Simba, baada ya mechi ya jana wameshaenda kuamwaga. Haya, wamewatuma, wamefungwa goli 2, wameacha pointi 3. Mechi nyingine wanaenda kuacha. Kwa hiyo hizi tabia waziache, hizi sio tabia nzuri. Unahisi timu zinapokutana na nyie kuna watu wanawatuma kwamba waje wanatumwa? KMC wenyewe hawana uwezo wa kuja kufanya vile vitu walivyofanya pale vya kuleta si maskari watu wa Simba wakamatwe, si mara, hakuna, hawezi kufanya hivyo vitu vya ovyo katika mpira, vya ovyo katika mpira. Unakuta watu wamekaa kwenye eneo la uwanja, hawavunji amani, hawapigani, hawafanyi chochote, na wakamata, unawatisha, mwisho wa siku unasaidia nini? Wewe kuniambia kuna mechi nyingine watu hawafanyi. Lakini sasa kuna vitu watu wanaenda kama vile wanatumika. Kama mnaamua kuisaidia KMC, nyinyi mlio kwa nyuma yao, wasaidieni mechi nyingine, washakuwa kwenye hali zofu, wako chini kabisa kwenye alama nyekundu. Lakini mechi ya Simba tu ndio mnajifanya kuwasaidia ili mradi Simba apoteze, mpate kusema Simba mbovu. Sasa jana tumeonesha sisi kazi yetu kutoa adhabu, na jana kila mtu kaona adhabu tuliyoenda kuitoa jana. Mpira umechezwa, magoli bora. Goli la Libasa Gay halina malalamiko. Nimeona kuna watu wanasema goli la Selemani Mwalimu offside. Sasa fungeni nyingi magoli sio offside. Si goli letu ile offside na tumepata pointi 3. Tumepata pointi 3. Bwana Shabani, mada kubwa zaidi ambayo imeongelewa pia jana ni kiwango cha Ancent Oura. Kuna watu walisema kwamba Ancent Oura hajacheza miezi 4, kwa hiyo ni mbovu. Vipi unakiongelea kiwango chake? Na ndo katika watu ambao wanatumika. Ujue sisi klabu yetu haitengenezwi kwa sababu ya wachambuzi. Si klabu yetu inaamini kwamba wakisajili kikosi bora, benchi la ufundi likiwa bora, kila kitu kikiwa bora, na ndio mpira unapochezwa. Ulaya timu hazitengenezwi na wachambuzi. Timu watu wanasajili na watu wanatia hela. Tumeona ma PSG watu wametia hela, tuliona Chelsea wametia hela, tuliona timu kibao Madrid watu wanatia hela. Wachambuzi wa Tanzania wanatumika kumtengeneza mtu ambaye huyo mtu hana uwezo, baadaye wanaenda kufanya ligi inashuka hii. Leo jamaa zetu baada ya kuwa wao ndo wanatamba sasa hivi, wamechukua ligi si mara nyingi, si wao wanajifanya wakubwa. Kuna vitu viwili vimeshuka. Kwanza, sisi wakati tunafanya vizuri, ligi ilikuwa nafasi ya 4. Wao wanafanya vizuri, leo ligi iko nafasi ya 6 ya Tanzania. Ila wachambuzi ndio wanapamba kuliko unavyofikiria wewe. Lakini ukiachilia hilo, leo walikuwa wanatuita sisi mwaka robo. Leo robo wanaitafuta kwa mbinde. Kwa hiyo watu wanaonekana wanapamba, hawana mpango. Wamejisifia wachezaji wao. Sijui Depo, sijui Okelo, mara bosi kaenda kusajili, mchezaji katoka si kapanda ndege, mara mchezaji kafanya hivi, mara si bosi kaenda kumfuata toka ndani kachukua laba kadhaa, wameenda kuongea na rais, watu kabla hata ya huyo mchezaji ajaje amevaa jezi namba 10 Okelo, mbwembwe kibao. Haya, huyo Okelo yuko. Kwa hiyo vile vitu vyote vinatengenezwa na wachambuzi wote, wakapewa mipango, wakaanza kumsifia Okelo. Mimi naomba Okelo kama cha Sambi alokaa benchi kwa Simba. Okelo? Kama cha Sambi alokaa benchi kwa Simba. Sema Nabii atakubaliki kwao. Uwezo wa cha Sambi kwenye timu kimpeleka na yule Okelo wala hapatofautiana. Wewe tuambie si mchezaji gani? Yule Okelo wao wamempamba kuliko wanavyofikiria, mpaka yule mwenyekiti wao si ndio rais wao kaenda mapicha kebe cheke mara majezi yamevaliwa haya. Ancent Oura, Libasa Gay, wachezaji ambao wameenda kusajiliwa bila ya kumjua aliyesajili, bila mbwembwe. Je, kwenye picha wafanye vizuri? Hiyo ndio heshima ya klabu ya Simba. Nataka wachezaji wetu waonekane uwezo kwenye uwanja, sio kuwapamba wakati uwezo wenyewe zero. Haya, Aliemba, kuna mtu alikuwa anamjua Aliemba dakika chache tu, lakini najua yule pale mchezaji. Depo kacheza mechi za kimataifa dakika 180, kapiga shuti moja. Kwenye mechi ya hapa ambao wamecheza national rally kapiga shuti moja. Tena bora Dube au Mzizi alizoka majeruhi kuliko Depo. Lakini yule Depo wamempamba, wamemtengeneza. Uongo, mechi ya national hapa Depo kapiga mashuti mangapi? Lakini wanasema ile ni mali kutoka huko mbele Ulaya. Mali kwa sababu wanampamba. Kaja Dumbi hapa. Kaja yule Bigirimana, si Bigirimana yule, Daheri Bigirimana hapa. Amecheza Ulaya mpaka PSG. Akumpeleka mkopo. Vitu vibovu.
Sisi hatusajili wachezaji kwa sababu wetu mtu fulani tuende kumsafiria jina. Wale vichwa vyao ni vibovu, wanaenda mambo ya ajabu. Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba watulie. Simba tutengeneze timu yetu. Hao wanaotengeneza comedy waache watengeneze comedy. Na timu zote za kwenye ligi kuu tuwaambie, sisi tunajua kila mechi kwenye ligi kuu kwetu ni finali, kwa sababu hawako peke yao, kuna watu nyuma wanawapa support. Na wazidi kuwapa support, tutatandika wote. Tutatandika wote, wawape support. Si yule ndugu yao jana amempa support KMC. Wewe mtu marehemu kabisa, yule mtu marehemu kabisa atokazie sisi. Na jana tumewafunga 2 goli za kistaabu. Hii tuambie hii ndio mpira na hii ndio heshima. Na sio tumewafunga, tumewafundisha na mpira unachezwa hivi. Wachezaji wa KMC leo kuambia waende kucheza mechi, waende kunyanyua mguu hawezi. Wako hoi kwa ile angesha bwege na mipasi ya jana. Na wewe mchaka wa jana. Clatous Chota Chama ni kama amerudi enzi zake zile. Double switch. Sasa hivi anafanya kazi kubwa. Sasa hivi vijana wanafanya kazi, yeye anaenda anamaliza. Sasa hivi tumemwambia mambo kukimbia hakuna. Wewe ushakuwa mtu mzima, malizia swala lako. Kwa hiyo sasa hivi Morris anamzunguka na Sentiaula anamzunguka, Libasage anamzunguka, anazungukwa na mafundi, yeye anabaki katikati. Pale katikati anapobaki yeye kazi yake anapewa, anagusa tu, anatengeneza mipango, shughuli na yeye. Yaani anacheza na kufundisha kama umeshaangalia. Na ndio shughuli ambayo anaifanya kwa sana, kwa sababu umri umeenda. Kwa hiyo tunachomwambia wewe, tulia, vijana wataenda kukuzunguka, wewe utakuwa unamaliza kwenye mipango mingine. Kwa kumalizia, ndugu zako Dar es Salaam Young Africans bado matumaini yapo, na wamesema wanaenda kupambana ili waingie hatua ya robo finali. Vipi wewe kwa uzoefu wako unahisi anaweza akafanikiwa? Kwani hatua ya robo finali ni mali sana. Wao wanadharau robo. Sasa wanasema robo wale haifai mwaka robo. Wakachanganya robo zetu zikaenda kwa kilo moja. Wao hiyo robo yenyewe hawana. Mwaka jana kushinda goli moja tu zidi MC Alger wameshindwa. Mwaka huu tena kufunga wale Mwarabu ule hata kama wanaona yuko chini. Sisi tunasema tunatakia kila laheri Yes Kabwili. Sisi tunasema tunatakia kila laheri Farabat. Kwenye mechi zao za mwisho wafanye vizuri. Yaani hiyo ndio mipango yetu Simba. Na tuwaambie tu Farabat, ndugu zetu, sisi dua zetu zote zinaomba dua nyie mshinde. Lakini Kabwili na tunaomba vile vile mtupelana, najua nyie hamna cha kupoteza kama Simba. Kwa nini ndeni mkawaonyeshe hao watu kwamba kelele sio mpira. Na sisi tunasema mechi zote mbili inshallah Mwenyezi Mungu atapokea. Makelele hatakiwi kwenye hii dunia. Wale wana propaganda na paraja. Kwa hiyo wale wanasema wale sasa hivi wale katika hatua ya robo waitafute robo miaka 7. Miaka 7. Ajue kwamba ile robo kazi yake vipi. Robo ngumu. Yaani watafute robo kwa miaka 7. Waende miaka 7 wanaishia makundi bana. Shukrani sana. Nashukuru.